Mungu amenitunuku kipaji cha usimuliaji na nitakuwa sijakitendea haki kipaji hiki iwapo sitosimulia kuhusu safari ya kuvutia ya mnyama mkali simba kwenye kombe la shirikisho barani Afrika mwaka huu wa 2025. Kwanza kabisa unapaswa kufahamu kuwa Simba ni moja ya klabu bora sana kwa sasa kwenye bara la Afrika. Mimi ni Adam Ndolo, karibu. Simba inakamata nafasi ya 4 kwenye viwango vya ubora wa vilabu, ikiwa nyuma ya Al Ahly ya Misri, Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, pamoja na Esperance de Tunis ya huko Tunisia. Simba imefanikiwa kutinga fainali ya kombe la shirikisho Afrika na itapambana na RS Berkane ya Morocco kwenye hatua hiyo ya fainali, na mchezo wa kwanza utapigwa kule nchini Morocco kabla ya kumalizia mchezo wa pili utakaochezwa kwenye ardhi ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, yani Tanzania. Japo vitabu vya historia vinatueleza kuwa hii ni mara ya pili kwa Simba kufika fainali kwenye michuano iliyoandaliwa na CAF, kwani mara ya kwanza alifanya hivyo mnamo mwaka 1993 akikabiliana na Stella Abidjan ya huko Ivory Coast, japo mnyama hakutwaa taji hilo. Japo kwa sisi watoto wa 2000 tumehadithiwa tu kuhusu fainali hiyo ya mwaka 1993. Stori ya Simba kufika fainali ilianza kupamba moto kwenye hatua ya robo fainali, na sitozungumzia kuhusu hatua za awali pamoja na hatua ya makundi, sababu hatua hizo hazijawahi kuwa kikwazo kwa mnyama pindi anapokuwa mawindoni. Japo nikukumbushe kuwa Simba aliongoza kundi lake lililokuwa na timu bora sana kutoka kaskazini mwa Afrika kama vile Constantine. Kwa miaka mingi soka la Afrika limetawaliwa na Waarabu, lakini taratibu mnyama Simba ameanza kuonekana kuuvunja utawala huo. Kutokana na kuishia hatua ya robo fainali mara kwa mara, ilipelekea Simba kubatizwa jina la utani la mwaka robo na watani zao wa jadi. Wana vituko hawa. Jina la mwaka robo kwa ukweli lilikuwa kero kubwa kwa mashabiki wa Simba. Lakini wahenga wanasema penye nia pana njia, na ndivyo ilivyotokea kwa mnyama. Akazichanga vizuri karata zake dhidi ya timu ya Al Masry ya huko Misri kwenye hatua ya robo fainali. Mchezo wa mkondo wa kwanza Simba alifungwa mabao 2-0 kule Misri, licha ya mnyama kucheza soka bora kabisa katika mchezo huo. Baada ya kufungwa kule Misri na kutokana na ubora wa Al Masry, basi Afrika na viunga vyake ikaamini kuwa safari ya Simba ndo imeishia hapo. Lakini hadithi ikaja kuwa tofauti kwenye mchezo wa marudiano, ambapo Al Masry alifungwa mabao 2-0 na timu hizo zikafika kwenye hatua ya penalty, na mnyama akasonga mbele na kulifuta kabisa jina la mwaka robo. Tena bahati yao Al Masry waishukuru mvua ilionyesha siku hiyo ndio ilimdhoofisha mnyama kwa kiasi fulani. Bila hivyo Simba angemaliza kazi ndani ya dakika 90 tu. Shukrani kwa mabao ya mkemia mkuu Elie Mpanzo aliyefunga bao la utangulizi kabla ya Steven Mukwala kushindilia msumali wa moto kwenye lango la Al Masry. Kauli mbiu ya mchezo huo ilikuwa ni hii tunavuka, iliyoratibiwa na semaji Ahmed Ali. Kwenye hatua ya nusu fainali Simba ikakabiliana na timu ya Stellenbosch ya huko Afrika Kusini kwa Mandela. Stellenbosch licha ya kuwa ni timu ngeni kwenye medani za kimataifa, lakini iliweza kumtia hofu kwa kiasi fulani mnyama baada ya timu hiyo kuiondoa timu kongwe na kubwa kabisa Afrika ya Zamalek, tena wakiwa nyumbani kwao huko Misri. Mchezo wa kwanza wa hatua ya nusu fainali ukachezwa huko Zanzibar kwenye uwanja wa Amani kutokana na changamoto za eneo la kuchezea la uwanja wa Benjamin Mkapa, na kupelekea wanasimba kuwa na hofu kutokana na kuuzoea uwanja wa Mkapa pindi timu inapokuwa nyumbani. Lakini bado Simba ilishinda ikiwa huko Zanzibar kwa bao 1-0. Shukrani kwa Charles Hawa aliyefunga bao maridhawa la ushindi. Kwenye mchezo wa marudiano kule South Africa, mechi ikaisha kwa suluhu ya bila kufungana, na mnyama akaingia fainali kwa kishindo kikubwa sana. Kauli mbiu ya mchezo wa nusu fainali ilikuwa ni hatuishii hapa, iliyoratibiwa na yule semaji la wasemaji Ahmed Ali.
Wababe hao kutoka kusini mwa jangwa la Sahara watavana na RS Berkane kwenye fainali ya kombe la shirikisho msimu huu wa 2024-25. Kauli mbiu hapo ni kulibeba tu hilo kombe na kutengeneza historia mpya. Ninashukuru kuwa mmojawapo ya wanadamu wachache waliobahatika kuhishuhudia Simba ikitinga fainali ya michuano ya kimataifa. Ukiachilia mbali ile fainali ambayo tumekuwa tukihadithiwa tu na wahenga waliokula chumvi nyingi pamoja na kusaidiwa na vitabu vya historia. Je, Simba ataweza kuvunja mwiko wa vilabu vya Tanzania kutoa taji hilo? Tusubiri tuone itakavyokuwa, na hongera sana kwa kuliwakilisha vyema taifa Simba Sport Club. Mfalme wa Nyika. Aliyefanikisha makala hii kukufikia ni Abduli Mnali, na msimuliaji na mwandishi wa makala hii ni mimi Adam Dulo wa Simulizi na Ulimwengu TV. Asante mpaka wakati mwingine.